Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu nayependwa sana na Yesu. Leo ninataka tuwe na neno la Mungu kutoka kwenye maneno ya Yesu. Yesu alisema kwamba usipokubali kujikana ukaubeba msalaba wake huwezi kuwa mwanafunzi wake. Haya maneno yamekuwa yakichukuliwa kuwa ya kawaida, lakini ni maneno ambayo yanaishi. Inabidi kubali kujikana kwa ajili ya kubeba msalaba wake katika kutembea na Mungu. Sasa kwa mfano, ngoja nikwambie, ili swala la uhalali wa Mkristo kuoa wake zaidi ya mmoja linaeleweka sana. Wachungaji wengi wanalielewa. Wachungaji wengi wanaelewa kwamba kuwa na wake wengi sio tatizo kabisa, na maaskofu wengi wanaelewa, na wengine nimeacha kuwasema, kuwataja. Wengine ni mchungaji lakini ana wake wawili, mke anayetambulika ni mmoja, wengine amewaficha. Wengine mpaka walikuja wakaniambia, bwana usije ukatutaja maana sisi madhehebu yetu hayakubali. Sasa ninachotaka niseme hapa ni nini? Mpaka sasa kuna watu wanaogopa kuongeza mke wa pili au watatu kwa sababu hawana uwezo wa kujikana. Kujikana kwa maana hii, kuna namna au kuna wakati inabidi jikane ili uweze kutimiza malengo ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa mfano, wewe unaelewa kabisa kwamba ndoa ya mke mmoja inakusumbua sana. Inakusumbua sana. Pengine hata kwenye maumbile tu ya kawaida, mke wako hayupo katika namna ya kukutosheleza. Yaani ameumbwa katika namna ambayo ni tofauti kidogo. Ninaposema hivyo kisayansi nafikiri watu watanielewa. Namaanisha hivi, kuna wanawake wameumbwa katika namna ambayo yaani yeye kukutana na mwanaume kwa wiki ikiwa mara nyingi sana iwe mara mbili tu. Ndivyo yeye alivyo. Na ukitaka kwenda naye kila siku namtesa sana, anaishi katika mateso. Ndio maana wanafika hatua wanawake wengine wanawanyima unyumba waume zao. Hasa anapomnyima mwanaume anafikiri kwamba anafanywa vibaya. Kumbe mwanamke alivyoumbwa ni kwamba yeye hapendi mapenzi, tendo la ndoa la kila siku. Yeye tu mara moja kwa wiki safi, au mara mbili. Sasa anakutana mwanaume ambaye kwa siku anataka mara mbili, mara tatu. Hayo mambo hayaendi. Kwa hiyo sasa ukiwa na mke kama huyo na ukafungiwa kwenye mke mmoja, ukaambiwa kwamba kuwa na wake wengi ni dhambi, na maana wewe umefungwa kwenye mateso. Sasa kujikana sasa ni hivi, uangalie hivi kati, kwa mfano kama unapenda kuwa na watoto wengi, labda mke wako amekuzalia watoto watatu, mimba zimekoma, au amezaa kwa operation, hawezi kuendelea tena kuzaa, na wewe unatamani kuwa na watoto wengi, na dhehebu lako limekukataza kuwa na wake wengi, maana yake inabidi uangalie. Tunaposema kujikana, inabidi uangalie hivi kati ya kukubaliana na hili tatizo la kuwa na watoto wachache au kutengwa, watu wanione nimepotea lakini nikiwa niko sahihi. Yaani unajua kujikana ni vile ambavyo unakubali hasara za kawaida, lakini kwa Mungu ukiwa uko sahihi. Kuna watu mpaka leo munafanya vitu kwa asili kwa kuokopa dini zenu, lakini uhalisia Mungu anajua mioyo yenu. Yaani kuna watu Mungu anajua kwamba wanatamani kuwa na wake wengi, ila wanasubiri ruhusa au wanasubiri ridhaa. Sasa kitendo tu cha kutamani moyoni kwamba ungeruhusiwa kuwa na wake zaidi ya moja, tayari Mungu akikuangalia anajua wewe tayari na wake wengi moyoni. Kwa hiyo bora hata ungetimiza tu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, ni aheri ujikane. Ukubali kubeba msalaba, ujikane. Kama ukiongeza mke wa pili au watatu, rafiki zako watakukimbia, kubali wakukimbie, lakini utimize maono yako na malengo yako. Kama ukienda kuolewa kuwa mke wa pili au watatu kwenye ndoa, baadhi ya rafiki zako wakasema umepotea na wakakuacha, kubali wakuache. Jikane, beba msalaba wako. Beba msalaba wako. Wewe unafikiri yani hata kama dini au kiongozi wako wa dini atakwambia wewe umepotea, kwa hiyo kuanzia leo tunakufukuza, sawa. Lakini
ili mradi unajua kwamba ninachotembea nacho ni mapenzi ya Mungu, kuliko ubaki na hiyo hali ambayo unajua kuna wengine wanadanganywa kwamba tutakuombea utapata mume, tutakuombea utapata watoto wengi. Hayo ni madanganyo. Mungu alishaweka utaratibu wa kuolewa kirahisi. Aliweka utaratibu wa kuolewa kirahisi kwamba mwanaume mwenye uwezo awe na uwezo wa kuongeza wake wawili au watatu ili mabinti waolewe kirahisi. Ndio maana madhehebu mengi yanayokataza Mkristo kuwa na wake wengi, yaangalie, yana watu wengi hawajaolewa, wako mle na kila siku wanapanga foleni kwenye maombezi. Wengine mpaka siku zao zinakoma, hawawezi kuzaa tena. Yuko pale tunatiwa moyo, anaambiwa iko siku Mungu atakutokea na kadhalika, mpaka mtu anakuwa bibi kabisa. Haya ni matatizo, na wanaogopa kujikana tu. Wewe ulitakiwa ujikane tu, hii hapa nikienda kuwa mke wa pili au wa tatu ndaitwa nimepotea, ndaitwa nimezini. Ni afadhali niitwe hivyo na watu, lakini kwa Mungu niko sahihi na nipate watoto na mimi niitwe mama. My friend, usipokubali kweli utaangamia. Usipokubali kweli kuweke huru utaangamia kwa kukosa maarifa. Jikane. Na we mchungaji, kama unaogopa kusema huu kweli wa Mkristo kuruhusiwa kuwa na wake wengi eti kwa sababu kiongozi wako sijui atakutenga atakufanyaje, nakwambia hivi, jikane. Ni aheri uonekane umepotea machoni pa watu, lakini hujapotea machoni pa Mungu. Kwa sababu mimi kuitwa umepotea ni kitu cha kawaida. Mimi najua ni kitu cha kawaida. Mtu kukuita umepotea ni kitu cha kawaida tu, kwa sababu kwa Yesu kuna makao mengi na vyumba ni vingi. Yawezekana umepotea machoni pake, lakini machoni pa Mungu upo. Yawezekana umepotea kwenye chumba chake, hakuoni kwenye dhehebu lake, lakini haina maana kwamba haupo kwa Mungu. Nyumbani mwa Baba mna makao mengi. Yawezekana chumba namba 3 ulichokuwemo umeenda chumba namba 7. Yeye hayupo kwenye chumba namba 7. Kwa hiyo anakuona umepotea, maana hakuoni kwenye dini yake, lakini haimaanishi kwamba kwa Mungu haupo. Kwani mbingu ina milango mingapi? Sina milango 12. Mbingu ina milango 12. Unafikiri ni huo? Inabidi ujue jinsi ya kujikana. Nimewaalika kwenye kanisa hili, tunapatikana Dar es Salaam Chanika Mwisho. Ukifika Chanika Mwisho unakuja Rukooni, shule ya msingi Rukooni. Shule ya msingi Rukooni, ukifika unamuuliza mtu yoyote pale, naomba nionyeshe kanisa jeupe ambalo liko jirani na Bush. Ukifika hapo unafika kanisani. Hapo tumetulia kabisa, tuko vizuri na neema inatosha. Kwa Morogoro tuko Mzumbe. Ukifika Mzumbe pale kuna kituo kinaitwa Mahakama ya Zamani. Ukishuka pale unarudi nyuma kidogo, unavuka barabara unakuja ofisi ya serikali za mitaa. Nyuma ya ofisi ya serikali za mitaa ndio kanisa lilipo. Tunapatikana hapo. Ukija hapo na wake zake watatu. Tena waambieni hata Masai wale wakina nani pale, wanawake zaidi ya mmoja wametengwa kwa hawaingii makanisani. Wameambiwa wewe huwezi kuingia kanisani na wake watatu. Wameambiwa kwamba wewe huwezi kushiriki meza ya Bwana na wake watatu. Waambie habari njema imefunuliwa kwa Bishop Kayengela, profesa wa chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania. Na nimekuwa nikiwashauri hata kujiunga na chuo chetu, ambacho hiki chuo unasoma tu kwa njia ya simu. Ukiwa tu popote unasoma kwa njia ya simu. Unakuwa unatumiwa masomo na hauna muda wa kusema uache shughuli zako uingie darasani. Unakuwa unaingia darasani kwa muda unaotaka wewe, na gharama ni ndogo sana. Kwa mwezi unalipa 26,000 tu. Hela ndogo sana. Certificate unasoma miezi 6 unakuwa umemaliza. Mafunzo muhimu sana ya kiroho. Kwa hiyo karibuni sana. Tunawapenda. WhatsApp namba ni 0759 121631. Hii ukija tu wakataka nikuunge hata kwenye magrupu mbalimbali takuunga. Karibuni sana sana sana. Muwe watu wa kujikana. Wewe unabaki na mke mmoja unagugumia wakati ulikuwa na uwezo wa kujikana na maisha yakaendelea. Kwani kuna mtu anayekulisha? Wewe unajitunza bwana. Wewe ni binti umekaa tu unasema ipo siku nitaolewa. Halafu wakati mwingine unakuja kuchumbiwa na mbaba ana mke, anakuambia nataka uwe mke wa pili au wa tatu. Shindwa shetani. Mimi siwezi nikaenda kwa mke wa pili. Ni dhambi. Nani nikakwambia ni dhambi? Mbona walioolewa kwenye ndoa wake wengi wako mbinguni? Na kwenye Biblia wapi yaani mimi niliwaambia, ukinionyesha mahali Biblia imesema mwanamke akienda kuolewa mke wa pili au wa tatu ni dhambi, mimi mbona nitatubu tu?
Yani Warumi wametudanganya kweli vitu vingi, afu mnakubali tu kirahisi. Hebu jikane we binti, acha kukaa unasubiri unasema eti mimi nitaolewa kwa mume wangu peke yangu, au nikienda kuolewa nataka niolewe na mtu ambaye hana mke. Utakaa hivyo, yawezekana Mungu alishakupangia wewe utaolewa kwenye ndoa ya wake wengi. Ujue kama Mungu ameshakupangia uolewe kwenye ndoa ya wake wengi, hata kama ukisubiri mume wako mwenyewe hutampata. Kama ulishapangiwa umeshapangiwa tu. Sasa huu ujumbe usipouelewa, shauri yako. Kama unasema bora nibaki hivi, haya baki hivyo hivyo. Umechagua kushindwa, utashindwa kweli. Lakini mimi nasema wokovu pamoja na wake wengi ni raha sana.